Biblia inatuambia ya kwamba tuweze kupenda majirani wetu kama venye tunajipenda. Penda jirani yako kama venye unajipenda. Biblia inanakili hivyo. Kanisani tunaenda, tunakumbushwa kila wakati, lakini je, huo upendo upo kikamilifu? Huo upendo upo kikamilifu? Ndio swali kuu ambalo nakuuliza leo katika kitengo cha swali kuu. Biblia inatuambia kwamba tuweze kupendana, tuweze kupenda majirani wetu kama tunavyojipenda. Lakini je, huo upendo upo? Naongelea upendo wa agape ambao umenakiliwa katika Biblia, na tuonyesha kwamba tuweze kupenda wenzetu kama tunavyojipenda. Msikilizaji, swali ni kwamba huo upendo, je, huo upendo upo? Nataka utazame mazingira ambayo unayoishi. Tazama mazingira, mpenzi msikilizaji, unayoishi. Je, huo upendo upo? Tazama kwenye unafanya kazi, ama tazama kwenye unafanya shughuli zako labda ya biashara. Je, upendo upo hata ukitangamana na wenzako katika shughuli za kazi, katika shughuli za biashara, katika shughuli tofauti tu. Ningependa upige picha na utazame, uangalie kama je, huo upendo upo na unazingatiwa kikamilifu. Kumbuka kwamba Biblia inatuambia kwamba tuweze kupendana kikamilifu, na tuweze kupractice huu upendo kikamilifu. Ni maagizo yake Mwenyezi Mungu. Siku ya leo katika kitengo cha swali kuu, changamoto ambayo nakuletea mpenzi msikilizaji ni kwamba inakuja na swali hili la kwamba je, huo upendo upo? Haikosi kuna watu ambao hawataki wengine mazuri, hata katika mazingira tofauti tunayoyaendesha shughuli zetu tofauti, labda kwa kazi ama kwa biashara, yani katika mazingira tofauti tu. Haikosi kuna wale ambao wanaonea wivu wenzao katika shughuli zao. Ni kweli msikilizaji kwamba upendo ule wa Biblia umepungua. Ni kweli kwamba upendo ule wa Biblia, upendo ule wa agape, kwa asilimia fulani umepungua. Ule upendo ambao tumeambiwa katika Biblia mtakatifu ya kwamba tuweze kupendana, tuweze kupenda majirani wetu kama venye tunajipenda. Swali kuu katika hiki kitengo cha swali kuu ni kwamba je, huo upendo upo? Ningependa uweze kutazama mazingira yako ya kazi, uweze kutazama mazingira yako ya familia, uweze kutazama maisha yako wewe binafsi, wewe msikilizaji Mkristo unayenisikiliza. Ningependa uweze kutazama activities zako venye umejipanga. Je, una practice huo upendo kikamilifu ama kuna dosari? Na ni kwamba tunafunzwa kila siku, lakini ukitazama maisha yako, ukitazama safari yako, kulingana na venye unatangamana na wengine, je, unaona kama unapenda mwenzako kama venye unajipenda ama kuna upungufu fulani? Je, unaona kama unapenda mwenzako venye unajipenda ama kuna upungufu fulani? Ni kweli kwamba mpenzi msikilizaji, wivu umekithiri katika jamii siku ya leo. Haukosi kuna wale ambao hawataki kuona watoto wa majirani wakifanikiwa. Haikosi kuna wale ambao hawataki kuona mtu akifaulu kimaisha, hawataki kuona mtu akipata kazi, wengine hataki kuona mtu ama jirani yake tu akijenga. Je, ule upendo wa agape upo? Ni swali ambalo nakuletea mpenzi msikilizaji katika hiki kitengo cha swali kuu. Tukiwa tunaangazia tu upendo siku ya leo katika kitengo cha swali kuu, na kuuliza kwamba je, ule upendo wa agape uko? Kumbuka ni maagizo yake Mwenyezi Mungu ya kwamba tuweze kupendana, ya kwamba tuweze kupenda majirani wetu kama venye tunajipenda. Lakini katika hiki kitengo leo nakuuliza tu, je, ule upendo bado upo ama umepungua kwa asilimia fulani?
Hii unaweza ukadhibitisha ukiangalia mazingira unayoyaishi. Unaweza swali hili bila shaka unaweza ukalijibu kulingana na venye unatangamana na watu wewe mwenyewe, hata kabla uangalie maisha ya mtu mwingine, kabla uangalie activities za mtu mwingine. Jiuliza wewe mwenyewe ambaye ananisikiliza, je, una practice ule upendo wa agape kikamilifu? Je, unasaidia waliokosa? Na je, unasaidia waliokosa? Namaanisha huenda mtu amekosa chakula, je, unamsaidia? Huenda mtu amekosa nguo na wewe uko na nguo nyingi tu umeweka, je, unasaidia wale ambao wamekosa, ama kiatu ama chochote kile? Je, unawasaidia? Je, uko na huruma kwa wenzako? Je, uko na huruma kwa wenzako? Huenda unaona jirani wako amelemewa kabisa, ama labda ni mgonjwa, anaumwa. Je, ushaichukua hatua ya kumpeleka hospitali? Huo ndo upendo wa agape ambao nazungumzia katika hiki kitengo cha swali kuu leo, nikiwa nakuuliza je, ule upendo wa agape upo? Ni swali ambalo unalijibu wewe mwenyewe mpenzi msikilizaji, lakini ukigundua ya kwamba kidogo imepungua kwa asilimia fulani, kidogo upendo wa agape umepungua, lakini tunajua kweli kwamba ni maagizo ya Mwenyezi Mungu ya kwamba tuweze kupendana. Ningependa kushauri katika hiki kitengo mpenzi msikilizaji, ukigundua ya kwamba ule upendo umepungua, unaanza na wewe binafsi, unaanza kujiangalia wewe binafsi, anza kutazama maisha yako, anza kutazama safari yako ya kiroho, venye unatangamana na watu. Je, unasaidia watu? Je, unasaidia waliopungukiwa? Je, unasaidia walio katika hali tatanishi, ama wale ambao wako njaa, wamekosa chakula? Je, umechukua hatua ya kuwapatia chakula ama ya kuwasaidia? Je, umechukua hatua ya kusaidia yule ambaye ni mgonjwa, angalau waweze kufika hospitali? Labda mtu ni mgonjwa lakini amekosa pesa ya kuingia kwenye hospitali kwa ajili ya matibabu. Je, umechukua hatua ya kusaidia mtu kama huo? Huo ndo upendo wa agape ambao nazungumzia siku ya leo katika kitengo cha swali kuu. Swali kuu likiwa ni kwamba je, ule upendo wa agape upo ama umepungua? Kumbuka ndo swali kuu katika kitengo hiki. Najua wewe ambaye umekuwa ukinisikiliza, bila shaka umeweza kutazama maisha yako, umeweza kutazama safari yako, umeweza kutazama relationship yako na venye unatangamana na watu wengine, na unaweza you can actually tell kama huo upendo upo ndani yako ama haupo. Na kama haupo, mpenzi msikilizaji, na kuhimiza ya kwamba uweze kuchukua hatua, wewe kama mpenzi msikilizaji ambaye ni Mkristo anayesubiria urejeo wa pili wa Yesu Kristo. Kumbuka, kulingana na Biblia, upendo ni wa muhimu sana. Upendo ni wa muhimu sana, pendo la agape. Jamani, tuweze kupendana, tuweze kusaidiana, tuweze kuwa na huruma kwa wale ambao wako na shida. Kumbuka, leo ni yeye, kesho huenda ikawa ni wewe uko na shida. Kwa hivyo tuweze kujaliana, tuweza kujali mwingine, weza kujali jirani yako, weza kujali familia yako, weza kutakia watu mazuri katika vitengo tofauti tofauti. Mambo ya wivu tuachane nazo kabisa, tuweze kupendana kama vile Biblia inatuagiza ya kwamba tuwe tunapendana vizuri, jinsi Yesu Kristo alitupenda na bado anatupenda. Ndo swali kuu katika kitengo hiki cha swali kuu katika kipindi cha Sabato Njema. Sasa hivi nitaondoka kidogo tu